Kuwa mwanafunzi wa chuo ni kitu kigumu sana. Kwanza kuna assignments, kuna mambo mengi sana, masomo menyewe, sijui kazi za vikundi, kuna mitihani, na bado juu ya hayo unajikuta uko broke. Tuseme kweli tu, wanachuo wengi wako broke, si ndio? Wavulana wa chuo wengi tuko broke. Wanachuo wengi tuko broke. Hatuna hela, hatuna pesa, tunategemea tunategemea hela za wazazi. Ile semester na miezi minne, lakini unaweza ukaona ni kama miaka 9. Ungejisikiaje kama mtu akija leo akakwambia bwana, kuna njia kadhaa ambazo unaweza ukazitumia na uka make money na ukawa unaishi vizuri katika maisha yako ya chuo? Sasa leo tunaenda kuangalia njia 5 ambazo unaweza ukazitumia kuingiza kipato ukiwa kama mwanachuo hapa Tanzania. Kabla tujaenda kuziangalia, kumbuka kusubscribe, kulike ili tuweze kukuza channel na tuendelee kutoa content nzuri zaidi. Bila kupoteza muda, tukaangalie namna ya kwanza. Namna ya kwanza, hii hata sio digital. Ni kwamba unaweza ukaangalia katika chuo unachokisoma. Je, kuna mahitaji gani ya kielimu ambayo wanachuo wenzako wanayahitaji? Basi solve hayo. Mimi nimesoma chuo na watu ambao walikuwa wanauza. Kuna mwingine alikuwa anauza kalamu, mwingine anauza vivutio, mwingine anauza mathematical sets. Anyways, ilikuwa sio mathematical sets, zilikuwa zinaitwa drawing sets kwa ajili ya watu wa architecture. Sio, mwingine anauza maoverall, mwingine anauza chakula. Uza kitu chochote ambacho unajua kabisa hawa watu ambao wananizunguka wanavihitaji kwa ajili ya elimu yao. Kwa kuwa upo maeneo ya chuo na masaa 24 huko chuoni, consumers wako watakuwa ni wale wanachuo na haitakulazimu kuwa labda una mizunguko mingi sana ya hapa na pale. Pale unaweza uka set up base yako freely, ukawa unafanya hii biashara na ukaweza kuingiza kipato. Kitu unachokihitaji kufanya hii biashara, cha kwanza ni kutambua tu watu wanahitaji nini. Cha pili ni mtaji mdogo sana, unaweza ukaanza na kitu kimoja. Na ukiwa unajitangaza biashara yako ni kwamba watu wakihitaji, unachukua capital kidogo, unanunua, una provide. Mtaji unakuwa hivyo. Faida zake ni kwamba wateja wako wanakuwa wako hapo tayari wameshakuzunguka. Hauhitaji kwenda nje kutafuta market. Lakini changamoto yake ni kwamba unahitaji product. Kwa hiyo unahitaji ujue machimbo ya product ambapo unapata kwa bei rahisi. Na biashara ya pili tunaweza tukaita kama freelance writing, ambapo unakuwa unaandika na una type kazi za watu. Kwa hiyo unajua chuoni kuna assignments, kuna mambo mengi ya kuandaa, ma presentation na nini. Kwa hiyo wewe unaweza kama uko mwepesi sana kiganjani, unaweza kuwa una type kazi za watu na wakakulipa. Vitu ambavyo unahitaji kuwa na smartphone na labda bluetooth keyboard au ukawa na PC. Tayari inatosha kuanza kufanya kazi. Watu watakuletea kazi zao, wewe utazitype. Faida yake ni kwamba pia wateja wapo karibu na wewe. Upo nao hapo chuoni. Na pia hauhitaji hata kwenda nje kutafuta product. Kwa mfano labda kwenda kununua material na nini, utafute machimbo ya bei. Hamna haja hicho kitu. Ni wewe tu na PC yako na muda wako. Na tunakuja kwenye changamoto za hii biashara ni kwamba itatumia muda wako, muda ambao huenda ungeutumia na wewe kusoma au kufanya assignment zako, utakuwa ukifanyia watu wengine. Kwa hiyo ndio itakuwa changamoto. Lakini watu wanaweza wakakulipa, na faida nyingine ni kwamba hii biashara unaweza ukaiscale. Unaweza usiishie tu kutype kwa ajili ya wanachuo. Pia kuna makampuni mengi ambayo labda yanahitaji documents zao ziandaliwe, presentation zao ziandaliwe, labda wamefanya research wanahitaji mtu wa kutype hizo research. Wanaweza wakakulipa kama ukiadvertise vizuri hii biashara yako. Kwa ya pili ndio hiyo freelance writing. Na ya tatu ni biashara yoyote ya sales. Unaweza ukaanza kufanya biashara yoyote ya sales. Kwa sababu makampuni mengi hayahitaji mtu wa sales ambaye labda ana ofisi, anakaa pale masaa 24 huku na kule. Hapana, wanahitaji mtu ambaye yuko flexible, anaweza akatafuta wateja, hata kuwa na mshahara lakini atakuwa analipwa commission. Kwa ukipata product fulani, labda watu wanahitaji labda kitu fulani, unawapelekea, unawauzia and then unapata commission. Kama ni 10%, hata kama ni chini ya 10% kutokana na bei na value ya kile kitu, unaweza ukalipwa hela nzuri. Unaweza ukauza kitu chochote. Kama ni mwepesi kuongea, unaweza ukauza kitu chochote. Kitu ambacho unahitaji ni mdomo wako tu kuweza kuongea. Kwa sababu hata kama hauna connection, unaweza ukaenda sehemu na ukaomba, kama una maneno mazuri na unaweza kuongea vizuri, ukapata hiyo kazi ya sales. Na kwa kuwa haihitaji mshahara, ni rahisi, watu wako radhi kukuhaya kwa sababu hauhitaji mshahara. Unahitaji tu commission, ni rahisi sana kukuhaya. Faida yake ni hiyo, na changamoto pia ni kwamba utafanya kazi sana mpaka uweze kupata your first customers. Mara nyingi kwenye kazi za sales sio rahisi kupata customers mapema. Unahitaji kufanya tena na inabidi uzoee kupata rejections. Lakini kadri unapopata rejection,
unazidi kulearn na pia una grow na baadaye utakuwa mtu wa sales mzuri. Na hata pale unaweza ukatoka na usiishie kufanya sales pale tu na ukaenda kufanya sales hata kwenye makampuni mengine nje kabisa na profession unayosomea. Na biashara ya tatu ambayo unaweza ukaifanya ni social media management. Unaweza ukawa una update posts kwenye account za watu wengine. Kuna watu wana account za social media lakini hawako so deep into that social media thing. Like they don't know the algorithms, they don't know the way social media works. Kwa kama unajua jinsi social media zinafanya kazi, unachukua account ya mtu, unaimanage, una post kama ni post zake, jinsi ambavyo utakuwa una like, labda comments. Mimi mwenyewe sifahamu vizuri sana, lakini there is some way unaweza grow channel kupitia comments. Yeah, kama unafahamu unaweza ukaniandikia hapo chini, how do people grow channel kupitia comment? Sifahamu, ila nimesikia recently kwamba kuna watu wanakuza channel zao kupitia comments. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo. Kitu unachohitaji ni smartphone yako tu, hauhitaji mambo mengi. Unahitaji smartphone na unahitaji kufahamu jinsi mitandao ya kijamii inavyofanya kazi. Hata kama ufahamu, it's so easy. Unaweza ukaenda YouTube, ukaangalia video hata ya nusu saa, saa moja, masaa mawili, tayari uko equipped. Umesha graduate kwenye hiyo course ya social media na ukaenda ukaanza kufanya kazi. Ni rahisi sana. Faida ni kwamba unaweza kuwa na wateja zaidi ya watu ambao wamekuzunguka tu pale chuoni. Wateja wanaweza wakawa ni wengi sana. Unaweza kuwa na mteja zaidi ya mmoja. Hauwezi ukarely kumanage account moja tu. Unaweza kumanage account hata 5 hata 10 tofauti. Ni wewe tu kutokana na muda wako. Na pia faida nyingine ni kwamba hii ni rahisi kujifunza. Unaweza ukaingia YouTube ukapata content nzuri tu na ukajifunza. Changamoto ni kwamba malipo yanaweza yakachelewa kwa sababu sisi ni wabongo pia. Na unaweza ukaposti huku na huku. Mwezi mzima umehangaika, alafu mwisho wa siku boss akakucheleweshia malipo. Kwa sababu gani? Si anakulipa mtandaoni, sio kwamba hata mnaonana. Ni account yake tu una manage, ni page yake. Na pia hamna contract yote ambayo unakuwa umeingia, kwa hiyo hiyo ni changamoto. Unaweza ukazulumiwa malipo yako. Lakini kama ni watu ambao umefanya nao kazi na unawaamini au jinsi mlivyo negotiate mmeaminiana, basi unaweza ukafanya hiyo kazi. Na pia changamoto nyingine ni kwamba unahitaji kuwa mbunifu mara kwa mara. Hauwezi ukawa unafanya kazi ile ile. Kila siku una post zile zinafanana vile. Hapana. Ya watu wanahitaji variety. Na ya tano na ya mwisho ni kwamba unaweza ukatengeneza digital products ukawa unauza. Digital products ziko za aina nyingi. Kwa mfano labda una kipaji fulani au una uwezo wa create content za kitu fulani. Yeah, content pia ni digital products. Unaitengeneza mara moja, unaiweka mtandaoni and then ina generate income. Unless haufahamu jinsi ya kugenerate income kupitia social media, ya pia unaweza ukatucheck. Hivi soon tutaanzisha course ya jinsi gani unaweza ukalaunch digital products zako na ukawa unaziuza. Kwa faida ya hiki kitu ni kwamba hauhitaji mambo mengi sana ili kuweza kuanzisha digital product. Ya unahitaji wewe mwenyewe tu kuwa mbunifu. Ni maarifa machache ambayo utaweza kuyasoma ndani ya muda mfupi na baada ya hapo unaweza ukaandaa content nyingi sana. Changamoto ya hii ni kwamba digital products ziko unstable. Leo unaweza ukaiuza kwa bei fulani lakini kesho ukajaribu kuiuza kwa bei hiyo ikagoma. Na siku nyingine ukaja kwa bei hiyo ikaonekana ni ndogo, watu wakanunua kwa bei kubwa zaidi. Hiyo ndio changamoto ya digital products. Hazina bei fixed. Kwa hiyo usione labda mtu mwingine, mbona fulani anatengeneza product hii hapa anaiuza 1000 na mimi nikitengeneza nikauza 1000 nitatoboa. Huenda wewe ukitengeneza kutokana na fan base yako wateja wako wakataka kuinunua kwa shilingi 200. Hiyo ndio changamoto ya digital products. Kama ukitaka kufahamu zaidi kuhusu digital products, basi unaweza kuendelea kusubscribe na ukaendelea kulike video zetu. Pole tutakuwa tunaelezea kuhusu digital products. Kwa hiyo tukumbuke biashara hizi 5 ambazo unaweza ukazifanya hata ukiwa chuoni na ukaweza kugenerate income kidogo ikasaidia kusustain maisha yako ukiwa chuoni na ukawa mtu ambaye angalau kidogo una furaha na unaweza kufocus vizuri kwenye masomo yako. Kama kuna biashara nyingine ambayo unahisi unaweza ukafanya na ungependa labda tuweze kuwajulisha watu wengine, unaweza ukatuachia comment hapo chini na ukashare hii video kwa watu wengine pia tukaweza kuelimika pamoja. Karibu sana Maisha Live, sehemu ambayo